sababu kuna kitu ndani yako ambacho watu wengine hawana. Umepata kibali cha kuitwa mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Umepata title ya kuitwa wewe ni mwana wa Mungu. Umejiunganisha na Yesu Kristo. Sasa unachohitajika sasa ni kuwa na imani. Wakati unapokuwa na imani, utaomba mbingu zifunguke na mbingu zitafunguka. Wakati Yesu alipokuwa anabatizwa, kwa sababu alikuwa ni mwana wa Mungu na ndani yake alikuwa ni Mungu. Wakati Biblia inasema kwamba wakati Kristo alipokuwa anabatizwa, mbingu zilifunguka. Asubuhi ya leo una uwezo wa kusema mbingu zifunguke katika maisha yako na mambo yako yakafunguka, kwa sababu una kibali cha kuitwa mwana wa Mungu. Na ndio maana Biblia inasema kwamba maombi ya mwenye dhambi mbele za Mungu ni kelele, lakini maombi ya mwenye haki mbele za Mungu ni kama manukato. Wakati unapoomba wewe ambaye unaitanishwa na jina la Kristo, maombi yako yanakuwa kama perfume mbele za Mungu, na Mungu anageuza kichwa chake, anafungua masikio yake, anakusikia, anajua kwamba kuna mtumishi wangu ananiita hapa duniani. Na Mungu anasikia maombi yako kwa sababu una imani na yeye. Unajijua wewe ni nani. Unajua umeitanishwa na jina la Kristo mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Neno la Mungu linatuambia kwamba tuko na mamlaka ya kuvunja, kubomoa, kuharibu na hata kuangamiza. Wewe ambaye unaitwa Mkristo, ukishagundua kilicho ndani yako, nguvu ya maombi inatenda kazi ndani yako, kwa sababu ndani yako una imani na yule unayemwabudu. Ndani yako kuna nguvu ambayo si ya kawaida, kwa sababu Kristo yuko ndani yako. Anakuelekeza, anakufundisha jinsi ya kuomba. Na kama Kristo yuko ndani yako, Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa Mkristo lazima uwe muombaji. Lakini si kuomba tu, lazima uwe na imani. Na ndio maana unakuta Wakristo wengi ni waombezi, wanaomba sana. Si kwamba hawaombi, wanaomba sana lakini hakuna majibu, kwa sababu maombi yale hayachangamana na imani. Wanaomba sana, wanafunga, lakini imani haipo. Anafunga muda mrefu lakini hakuna majibu. Kwa sababu gani? Maombi yake hayajachangamana na imani. Licha kwamba umejua Kristo yuko ndani yako, lazima imani ndani yako ijengeke, ili maombi yako yawe na effect kwa kile ambacho unachoombea, ili ulete impact katika society, ili ulete impact hata katika familia yako. Ni lazima uwe na imani kwa kile ambacho unachokiombea. Lazima uwe na imani na Mungu unayemtangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba ametupatia authority, ametupatia mamlaka ya kufunga. Biblia inasema kwamba chochote kitakachofungwa hapa duniani hata mbinguni kimefungwa. Si kitakachofunga, utakachokifunga kwa mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yako. Una uwezo wa kusema jambo fulani litokee na jambo fulani lisitokee. Kwa sababu gani? Ndani yako ile nguvu unayoomba, yale maombi unayoomba yamechangamana na imani. Usiwe mtu wa kuomba na kukurupuka tu. Na ndio maana mara nyingi tunafanya mashindano tukiamini kwamba kuomba ni competition. Lakini ukweli ni kwamba maombi yako yakichangamana na imani, utaona tofauti. Hauhitaji kung'ang'ana, hauhitaji kushindana katika mwili huu, lakini unahitaji kuomba kwa imani, kwa sababu Mungu amesema kwamba ameweka mamlaka ndani yako ya kufunga chochote ambacho kinachokusumbua. Je, maombi yako yana imani ndani yake? Ama ni maombi unaomba ili watu wajue unaomba? Ama unaomba ili kwamba ujue unaomba? Lakini maombi yaliyochangamana na imani yana tofauti katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana wakati unapofunga na kuomba, unapoomba kwa imani, kuna mambo fulani una experience katika ulimwengu wa roho ambayo wakati unapokula hauyaoni ama huwezi kuyaona. Kwa sababu gani? Maombi yako yana imani ndani yake. Mahali palipo na imani hakuna jambo ambalo haliwezekani. Na ndio maana Mkristo usipende kuomba tu, lakini omba maombi ambayo yana imani ndani yake. Maombi yaliyo na imani ndani yake yana nguvu, yanaleta utofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tukawe watu tofauti.
tusipate sifa kwamba ninajua kuomba sana, lakini ukweli ni kwamba majibu hayaonekani. Tunapigana kwa jinsi ya mwili, lakini Biblia inasemaje? Vita vyetu si vya damu na nyama. Kwa nini Biblia inasema vita vyetu si vya damu na nyama? Kwa sababu hatupigane kwa jinsi ya mwili, tunapigana kwa roho. Mambo haya umeonyeshwa kwa roho, ni lazima ukaende kwa roho, na kuenda kwa roho ni lazima uwe na imani, ukijua kwamba watu hao wamekuja katika ulimwengu wa roho, na mimi ili nipambane nao lazima niingie katika roho ili niweze kushinda vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusipende kuenda katika mwili, tusipende kuomba ili watu wasikie tunaomba, tusipende kujionyesha ili kwamba watu wajue kwamba Lucian anaomba sana, fulani anaomba sana, lakini tamani maombi yako yachangamane na imani. Wakati unapoomba tofauti inaonekana, nguvu ya Mungu inashuka kwa sababu imani iliyo ndani yako. Maombi umeomba ukiwa na imani ndani yake yanaleta tofauti. Hakuna jambo ambalo unaweza omba katika ulimwengu wa roho ukiwa na imani likose kufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine utataka majibu ya hapo hapo, Mungu akipendelea atakupa, lakini ukweli ni kwamba kwa sababu maombi yako yana imani ndani yake, haijalishi itachukua muda gani, utapata majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa mamlaka na tumepewa na uwezo wa kuvunja, kuharibu. Kwa sababu gani? Tumeitwa watoto wa Mungu, tumeitanishwa na jina la Kristo. So tunaomba, lakini si kwa sababu tunaomba, lakini tunaomba kwa sababu tumeunganishwa na Kristo. Maombi yetu yanapata kibali mbele za Mungu kwa sababu kuna muunganiko wa Yesu Kristo. Tunajua kwamba sisi tu wana wa Mungu. Na kwa nini tunaitwa wana wa Mungu? Kwa sababu kuna mtu alikufa, kuna mtu aliteswa, kuna mtu alisulubiwa ili mimi nipate kuunganika na Mungu. Tulikuwa hatufai, tulikuwa tuwatenda dhambi, lakini kuna yule alikuja ili tukapate access ya maombi yetu na tukaikaribie mbingu, ambaye ni Kristo, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyekufa kwa ajili yangu. So tumwamini huyu Kristo. Tusimuite Kristo kwa sababu watu wanamuita, lakini muamini ndani yako kwamba kupitia yeye nitapata majibu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini katika hayo yote imani ni kitu cha muhimu sana. Maombi yaliyochangamana na imani yana nguvu katika ulimwengu wa roho, yana nguvu katika maisha ya Mkristo. Hapo ndipo utasema jambo litendeke na litatendeka. Tumeona mfano wa Yesu Kristo. Ukisoma Biblia, ukisoma historia ya Yesu, una kwamba mahali alitembea miujiza ilitendeka. Licha kwamba Kristo alikuwa ni Mungu, licha kwamba Kristo tunajua kwamba ni mwana wa Mungu, lakini alikuwa na imani. Na wakati mwingine anaomba, anasema kwamba Mungu, najua siku zote nikikuita unaitika. Hata kwa jambo hili najua utaitika. Kwa sababu gani? Ana imani. Wakristo leo tunakosa imani, na ndio maana tunaona mambo yamekuwa kawaida. Tunakosa imani na ndio maana tunamzoea Mungu. Tunakuja hekaluni tunaomba, lakini mambo yetu ni ya kawaida. Kwa sababu gani? Tunaomba lakini hatuna imani. Tumemzoea Mungu, tumeona Mungu ni wa kawaida. Tumezoea hata watumishi wa Mungu tunawaona ni wa kawaida, na ndio maana hatupokei kwa sababu hatuna imani. Lakini wakati tunapoomba, imani ikiwa ndani yetu, tutaomba na Mungu atajibu maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka utilie mkazo neno imani. Tumekuwa tukifundishwa sana hapa. Mfano mmoja napenda kuutumia. Mama mmoja alisikia habari za Yesu. Aliposikia habari za Yesu akasema, nimesikia habari za huyu mtu na nimezunguka kwa waganga nikamaliza. Nimezunguka kila mahali sijapata majibu. Lakini kwa sababu nimemsikia Yesu wa Nazareti, mimi nitaenda hata kama sitamuona na macho, lakini kwa imani ile mama aliyokuwa nayo. Alisema mimi nitagusa lile pindo na nina imani kwamba nitapona. Jina la Bwana litukuzwe. Mama yule alienda kwa imani, akasema kwamba nitagusa lile pindo. Na alipogusa lile pindo, ile damu ilikauka. Angalia Bartimayo kipofu, alisikia kelele. Akasema kwa imani nitaitana, huyo ni Yesu wa Nazareti. Nitaitana, hata kama hata nisikia nitapiga kelele. Biblia inasema kwamba Yesu akamponya Bartimayo. Alimponya kwa sababu hana imani? Alimponya kwa sababu Bartimayo alikuwa na imani. Yeye alisikia kelele, akasema nitaitana. Asubuhi ya leo
maombi yako yachangamane na imani. Omba kwa nguvu nyingi sana, omba kwa bidii, lakini pia imani itangulie katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika Matthew chapter number 18, Mathayo mlango wa 18. Nataka tujue nguvu ya maombi kwa mtu ambaye anaitwa Mkristo. Nguvu ya maombi kwa yule mtu ambaye anaitwa Mkristo. Si kwa kila mtu, kwa mtu ambaye anaitwa Mkristo. Yule mtu ambaye anaitwa ameokoka na Mungu anajua kwamba yuko ndani yake. Nguvu iliyo ndani yake. Mungu ameweka nini ndani yake? Mungu ameweka nini ndani yako wewe ambao unaitwa umeokoka? Kuna nguvu ambayo iko ndani yako. Kuna mamlaka Mungu ameweka ndani yako ambayo mtu wa kawaida hana. Una uwezo wa kumtoa pepo, una uwezo wa kukemea ugonjwa na uondoke. Kwa sababu kuna nguvu na kuna mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Matthew chapter number 18, verse number 18. Biblia inasema hivi: Amin nawaambieni, yoyote mtakayoyafunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni, na yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Ombi hili si la kila mtu. Ombi hili ni la mtu ambaye anaitwa Mkristo. Na si yule anaitwa Mkristo peke yake jina. Yule ambaye anaitwa ameokoka, anamtumikia Mungu katika roho na kweli. Biblia inasema kwamba amepewa uwezo na mamlaka, na chochote atakachoomba hapa duniani, mbinguni Mungu anasikia. Chochote atakachofunga, kwa sababu Mungu ameweka mamlaka ndani yake, ataomba jambo lolote na litafanyika. Haijalishi ni nguvu ya aina gani, haijalishi ni uwezo wa aina gani, lakini nguvu iliyo ndani yako, mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yako, giza la aina yote halitaweza. Na kwa sababu gani? Na ndio maana unaona, kwa sababu Mungu anakutumia, kwa sababu umejua nguvu, authority ambayo Mungu ameweka ndani yako, anakufungua macho ya kiroho. Unaona kile ambacho adui anachopanga usiku. Unaona kile ambacho muovu anachopanga kinyume na maisha yako. Mungu anakufunulia. Kwa nini anakufunulia? Amekiweka katika mikono yako. Amekiweka katika kiganja cha mikono yako. Mungu hakufungui macho ya kiroho ili ujue, lakini anakufungulia ujue ili uchukue mamlaka, kwa sababu amekupatia uweza tayari. Na anajua imani iliyo ndani yako. Wakati unapoomba sasa, Mungu analeta majibu. Na Mungu haleti majibu tu, anakuja sasa kulithibitisha neno lake. Na ndio hapa tunaona kwamba katika Mathayo 18:18 nasema kwamba tumepatiwa uweza, tumepatia mamlaka. Sasa Mungu yale mamlaka ambayo ameweka ndani yako, anakuja sasa kulithibitisha neno lake. Kile ambacho umeomba, kile ambacho umefunga, kile ambacho kimekuwa kikuzuia, kile ambacho kimekuwa kikishikilia maisha yako, sasa Mungu anakuja analithibitisha neno lake. Maana Mungu ni Mungu wa ahadi. Ni Mungu ambaye anasema neno lake na anakuja kulithibitisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Wakristo leo tunakosa kutambua sisi ni kina nani. Na ndio maana tumekuwa watu wa kawaida. Lakini the moment unagundua mimi ni nani katika ulimwengu wa roho, mimi ni nani ambaye ninaitwa na jina la Kristo, mimi ni nani ambaye kuna yule ambaye alikufa kwa ajili yangu, ni kitu gani ameweka ndani yangu? Kuna nguvu, kuna mamlaka Mungu ameweka ndani yako. Una uwezo wa kuamrisha. Musa alikuwa ni mwombezi. Musa alikuwa ni mwombezi, lakini katika Musa kuomba alikuwa na imani. Musa alishuhudia matendo makuu ya Mungu. Musa alitembea na Mungu. Musa ni mtu alishuhudia uwezo wa Mungu. Mambo haya hata kwetu hata leo yanawezekana tunapokuwa na imani kwa maombi ambayo tunayoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini imani yako iongezeke, lazima uijaze na neno la Mungu. Kwa sababu kuna mambo Mungu huyafanya. Mungu hajibu maombi kwa sababu umeomba sana, lakini Mungu huja kulithibitisha neno lake, ili kwamba Mungu usimuone muongo. Yeye yuko pale kulithibitisha neno lake. Anakuja kuthibitisha kile ambacho umeomba. Anakuja kusema kwamba mtumishi wangu ameomba. Anaangalia katika mji wa Mtwapa, anaona kuna mtumishi wangu anaomba katika roho na kweli, ana imani na mimi, licha kwamba matatizo yamemzonga, licha kuna mambo yanamsumbua, lakini ameomba kwa imani. Licha kwamba sijamjibu kwa wakati alikuwa anataka, lakini angalia mtumishi wangu bado anaendelea kutafuta uso wangu.
licha kwamba alisongwa songwa, licha kwamba alisukumwa sukumwa, lakini alikuwa na imani, akasema sitamtukana Mungu wangu. Licha kwamba wakati mwingine unapitia changamoto, haimaanishi kwamba ikuzuie kuomba, haimaanishi imani yako ipungue. Hiyo imani inafaa imkaribie Mungu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 19 Biblia inasema kwamba tena, Matthew 18 verse 18 and verse number 19, tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Tena Mungu anatuambia kwamba tuwe na ushirikiano. Wakati mnapokusanyana, wakati tunapokusanyika hivi tukiomba kwa imani, Mungu atajibu maombi yetu. Hakuna chochote kitakachosimama mbele yako kukuzuia. Hakuna roho ambayo itainuka kinyume na maisha yako, kinyume na chochote unachofanya itakayofanikiwa, kwa sababu Mungu yuko upande wako. Na kama Mungu yuko upande wako, ni nani atakayesimama kinyume chako afanikiwe? Ni adui gani atakayesimama kinyume chako atafanikiwa? Mungu akiwa upande wako, imani yako iliyo katika Kristo ikiwa imekujaa, nguvu ya Mungu ikiwa imejaa ndani yako, ni kitu gani kitasimama kuwa kizuizi mbele yako? Maana kinapoinuka kizuizi, Mungu anasimama upande wako, anakushika mkono, anakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa uweza, tumepewa mamlaka. Chochote tutakachofunga hapa duniani na mbinguni kimefungwa. Kama Wakristo, watu ambao tunaitanishwa na jina la Bwana, watu ambao tunasema tumeokoka, tunaenda mbinguni. Kwa sababu unaweza itwa Mkristo, lakini ukweli ni kwamba wewe si Mkristo. Unaweza kuwa unakuja kanisani, lakini ukweli ni kwamba wewe si Mkristo. Mambo yako na matendo yako yako tofauti na Kristo. Lakini angalia Petro, hata kutembea kwake walisema wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Petro alimkana Yesu, lakini watu wakasema hata kutembea kwako kunaonyesha kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Jina la Bwana litukuzwe. Lazima tukafanane na Kristo. Lazima tukatembee na Kristo. Utofauti yetu ukaonekane. Uweza wa Kristo ukaonekane katika maisha yetu. Sisi ambao tunaitanishwa na jina la Mungu. Si wakati wa kushindana. Maana tumeambiwa katika Waefeso, vita vyetu si vya damu na nyama. Hatupigane kwa jinsi ya mwili huu. Wakati wanapokuja katika giza, sisi tunaingia katika magoti. Wakati wanapojionyesha, sisi tunapigana kwa magoti. Wanapokuona wewe haufai, wewe unaingia kwa magoti. Wanapokuona wewe uko chini, unaingia kwa magoti, unamwambia Mungu, ninajua imani niliyo nayo kwako. Ninajua nguvu iliyo ndani yangu. Najua kwamba Mungu utanitetea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. John chapter 14 verse number 13. Yohana mlango wa 14. Yohana mlango wa 14 mstari wa 13. Biblia inasema kwamba nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Tukiomba jambo lolote kupitia kwa Kristo, anasema kwamba Mungu atalitimiza. Kupitia nani? Kupitia kwa Kristo Yesu, mwana wa Mungu. Tutakapoomba kwa imani, imani yetu, Mungu na atatimiza haja ya moyo wako. Ni maombi gani umeomba Mungu amekosa kutimiza? Je, umeomba sawa sawa na neno la Mungu? Je, umetembea katika njia ambayo inampendeza Mungu? Kwa sababu kuna kitu Mungu ambacho akona condition moja. Mungu yuko tayari kutenda chochote ambacho unachoomba. Je, unatembea sawa sawa na mapenzi yake? Je, unaposoma neno la Mungu unaliamini? Unaamini nguvu iliyo ndani ya neno? Je, unaamini kwamba nguvu iliyo ndani ya Kristo ambaye unayemwita? Je, unaamini kwamba authority ambayo Mungu amekupatia, mamlaka, je, unaamini anafanya kazi ndani yako? Hapo ndipo utaomba jambo lolote kwa imani na Mungu wa mbinguni atalitimiliza. Wakristo leo tunakosa imani. Tunaomba sana, tunafunga sana, lakini hatuna imani. Na ndio maana tumebaki na maswali tukijiuliza, mbona ninauliza na sipati majibu? Lakini wacha nikwambie asubuhi ya leo katika mafundisho haya na katika neno hili, unapoomba kuwa na imani. Haijalishi ni jambo gani unaomba, haijalishi ni ugumu wa aina gani unauona. Jambo moja, unapokuwa na imani, uliamini neno la Mungu kwamba hili neno la Mungu linaweza kuleta utofauti katika maisha yangu,
Mungu yuko pale kulithibitisha neno lake. Hayuko pale kwa sababu ya maneno mengi, lakini yuko pale kwa sababu ameona huyu ni mtumishi wangu, ameamini kile manabii wanasema, na Mungu yuko pale kulithibitisha neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba katika hiyo 14 verse 13 anasema kwamba nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mambo hayo utayaomba na yatafanyika, ili Mwana atukuzwe ndani ya nani? Ndani ya Baba. Si kwa sababu wewe uonekane, si kwa sababu uinue kiburi, si kwa sababu wewe ujulikane sana, lakini Mungu atukuzwe ndani ya Kristo. Tunahitaji Mungu aonekane ndani ya Kristo. Tunahitaji Mungu aonekane katika maisha yetu. Hatujakuja hapa kujionyesha, hatujakuja hapa kuonyesha mapambo, lakini tumekuja hapa Kristo aonekane ndani yetu, ili wagonjwa wapone, ili watu waliokuwa na vifungo wamuone Mungu ndani yetu, na tofauti ionekane, ili Kristo atukuzwe ndani yetu. Maana wakati ule tukiwa pale duniani tulikuwa tunaonekana kidunia, lakini sasa kuna yule tumemgundua kwamba alikufa kwa ajili yetu, na tumekiri kwa vinywa vyetu kwamba nimeokoka na nimejazwa na Roho. Sasa huyu Kristo aonekane ndani yako, si wewe uonekane, lakini Kristo aonekane. Na the moment Kristo anaonekana ndani yako, hapo ndipo Mungu anajidhihirisha. Na wakati Mungu anajidhihirisha, hapo ndipo nyota yako inang'aa, na hapo ndipo watu wanasema kweli ni Mungu aliye ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa naongea na mpendo mmoja pale, kwa namwambia brother, ili Kristo aonekane ndani yako, lazima kwanza ukubali kutembea na huyu Mungu. Unaweza kupata sifa la jina nzuri, lakini kama Mungu hayuko ndani yako ni kazi bure. Ninaweza onekana kwamba ninafaa sana, lakini Kristo akiwa ndani yangu ni kazi bure. Lakini Kristo anapokaa ndani yako, ukawaida unaondoka, wewe unaisha. Sasa Kristo anajitukuza, na Kristo anapojitukuza Mungu anaonekana. Wakati Mungu anaonekana ndani yako, hapo ndipo na wewe unaonekana, kwa sababu umejishusha ukasema unataka Mungu aonekane. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba katika mstari wa 13 aya ya 2, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Tukiomba neno lolote kwa jina la Baba, tukiomba neno lolote kwa jina la Kristo, Mungu wa mbinguni yuko hapa kututimizia haja ya mioyo yetu. Kwa maana Biblia inasema kwamba Mungu hutimiza haja ya mioyo yetu. Chochote unachoomba kwa imani, Mungu yuko tayari kukitimiza wakati unapokuwa na imani na kuliamini neno la Bwana. Wengine kama si Mungu, maisha yetu yasingekuwa vile tulivyo. Hata kama tunajitahidi tufike, tunajua kwamba hatujafika, lakini ukweli ni kwamba unapokuwa na imani utafika. Haijalishi mbele yako unaona nini, haijalishi unapotazama unaona giza mbele yako, omba kwa imani, giza lile litaondoka. Maana malipo na nuru, giza linaondoka, na wakati giza linaondoka, njia inaonekana. Daudi akasema kwamba wacha neno lako liwe taa ya miguu yangu na mwanga katika maisha yangu. Kwa nini Daudi anasema hivi? Daudi anatambua kwamba neno la Mungu likiwa taa ya miguu yake, hatajikwaa wala hatateleza. Na wakati atateleza atainuka, kwa sababu Roho wa Mungu yuko ndani yake. Neno la Mungu likiwa mwanga katika nyumba yako, giza halitapata nafasi, kwa sababu nuru ya Bwana inaangaza. Shetani hatapata nafasi, na wakati anapopenyeza, kwa sababu kuna nuru, utaona yule adui anaingia. Na ndiyo maana watu wanafikiri kwamba dunia ndio iligundua taa, lakini taa ilianza na Mungu. Na ndiyo maana kuna security light. Security light ni za kusaidia watu wakati unapojificha mahali, ule mwangaza kwa sababu unakumulika, unaona adui yule pale, na ndiyo maana unapata nafasi ya kutambua kwamba kuna mtu mbaya anakuja. Nuru ya Bwana iko ndani yako, unaweza kuidentify yule ni adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Tuombe kwa imani, tusiwe wa Kristo wa kupiga kelele tu, lakini tuombe kwa imani. Si lazima upige kelele, lakini unazaomba hata kimoyomoyo, na Mungu akajibu maombi yako. Hatupigane kwa jinsi ya mwili, usikubali kushindana kwa jinsi ya mwili. Nakumbuka wakati mmoja nikamwambia Mungu, sasa nimechoka kushindana
na watu. Mungu nisaidie, niombe kwa roho, nisipigane na mtu, kwa sababu nitakaposhindana na wewe nitachoka. Wakati unapochukua nafasi ya mwili, umemwacha Kristo. Na wakati umemwacha Kristo, utaenda na macho haya. Na wakati utaenda na macho haya, utamwona ndugu yako kuwa adui. Kwa sababu umeomba lakini umekubali kwenda na kifua. Lakini utakapoomba kwa roho, imani yako inaongezeka. Mungu anakupatia strength ya kusonga mbele. Hata kama unajua kwamba adui ana nguvu kuniliko, lakini ukitambua kilicho ndani yako, ukitambua Kristo aliye ndani yangu ana nguvu na mamlaka kuliko kile ninachokiona, anakupatia nguvu ya kusonga mbele. Na Bwana anakutia nguvu kila wakati unasonga, kila wakati unasonga, kwa sababu kuna kitu ambacho si cha kawaida, imani ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukisoma historia ya Yesu, unakwamba Yesu mahali alitembea, kuna wakati alikuwa anajitenga na wanafunzi wake. Anajua mambo haya yanahitaji watu wawili watatu. Mambo haya yanahitaji ndio watu wenye imani. Je, una imani asubuhi ya leo? Una imani kwa kile unachoombea, ama unaomba kwa sababu umesikia watu wamesema imani? Tamani kujua imani ni nini katika maisha yako kama Mkristo. Tamani kujua Kristo ni nani katika maisha yako. Maombi yako yatabadilika. Hautapigana tena kwa jinsi ya mwili. Hautaangalia kwa macho haya. Hata unapoona ndugu yako, hautamuona kama adui, lakini utaona kilicho ndani yake ndio adui yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Wakristo leo tunatembea kwa macho ya kawaida. Tunatembea kwa masikio ya kawaida. Na ndio maana unaenda kwa rafiki yako unamwambia fulani ni adui. Fulani ni adui. Kwa sababu gani? Haujajua kilicho ndani yake. Lakini wakati wote tunamwambia kwamba kilicho ndani yake ndio kibaya, yeye sio mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuwe na imani. Tunapoomba maombi yetu yachangamane na imani. Maombi ya Mkristo yana nguvu yanapokuwa na imani. Lakini maombi ya Mkristo yasipokuwa na imani ndani yake ni kelele. Utapiga kelele asubuhi mpaka jioni, hakuna majibu. Hapo ndipo utajiuliza maswali, ni kweli Mungu yuko? Hapo ndipo unajiuliza, kweli Mungu yuko? Biblia inasema kwamba mjinga moyoni mwake amesema kwamba hakuna Mungu. Mjinga moyoni mwake amesema kwamba hakuna Mungu. Mjinga. Hapo ndipo sasa ni Mkristo umeokoka, lakini unaweza kweli kuna Mungu? Kwa sababu gani? Hauna imani. Imani yako imepungua. Lakini unapolisoma neno la Mungu, unapomwamini huyu ambaye unayemwabudu, unapoenda mbele ya kiti chake cha rehema, ukiamini nguvu iliyo ndani yake, utaomba na utapokea majibu yako. Na hapo ndipo watasema ni kweli Mungu anayemwabudu ni Mungu wa kweli, kwa sababu alikuwa hivi na sasa yuko hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapopitia majaribu, hapo ndipo tunamwacha Mungu. Wakati tunapopitia hali ngumu, hapo ndipo tunaona Mungu ametusahau. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hajatusahau. Tunachohitajika kufanya ni kuendelea kumuuliza Mungu, ni kuendelea kumtafuta Mungu kwa bidii, ni kuendelea kuwa na imani na yeye. Kuna wakati alikuwa anajiuliza, je, mambo haya yatakuwa? Lakini siku moja, hata si kitambo, nafikiri ni wiki mbili, wiki moja imepita, nikapigiwa simu, nilikuwa niko hapa. Wale watu nilikuwa najua kwamba ni maadui zangu, Mungu anaweza wageuza kuwa marafiki zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Askari niliyekuwa najua kwamba huyu amewekwa hapa aniwinde ili animalize, akageuka kuwa rafiki yangu. Kwa nini nasema hivyo? Nilikuwa niko hapa, nikapigiwa simu, nikamwambia hebu tukutane mahali fulani hapa kwa hoteli fulani. Juzi tu. Kufika pale nikakuta ni wale maskari ambao tulikuwa tunakaa nao pale ndani pamoja na walimu. Wakaniambia kwamba tumekuita lunch. Nikaangalia lile jina ambalo nilikuwa ninaitwa. Nikasema kweli, ukiomba kwa imani, ukiwa na imani kwa yule Mungu ambaye unayemwabudu, ukijitambua wewe ni nani katika ulimwengu wa roho, hakuna jambo haliwezekana. Nilikuwa nauliza walimu wangu, je, mambo haya yangewezekana? Kuna clip moja wakanitumia nikiwa nimevaa uniform kunguru, tukiwa Malindi 2014. Tukawa tunaimba kwaya. Kuna watu niliwaonyesha hapa. Nikawa namwambia mchungaji, mambo haya yangewezekana kweli? Angalia vile nilikuwa ninavaa, hata ninasikitisha. Kuna wengine hata alikuwa anaonyesha hiyo clip wakawa wanatoa na machozi. Nikamwambia, je, mambo haya yangewezekana? Lakini tulikuwa tunaomba kwa imani tukiamini kwamba siku moja tunajua Mungu atafungua njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna picha ukiziona sura zinatisha, hata huwezi tamani kuziangalia. Amen. Lakini angalia kwa imani, Mungu anazidi kutuneemesha. Mungu anazidi kutupatia kibali. Hatua kwa hatua Mungu atatufikisha mahali amekusudia. Asubuhi ya leo Mungu yuko tayari kukufikisha utakapoomba kwa imani. Usikate tamaa.
usivunjike moyo. Usisikize sauti za watu. Sauti za watu zinasema kwamba haiwezekani. Sauti za watu zinasema kwamba hali yako ni ngumu. Sauti za watu zinasema hata fulani alikuwa na hali kama hii. Kuna ndugu fulani tulimwona alikuwa kama wewe. Hata yeye aliishia kama mali fulani. Lakini wacha nikwambie, unapoomba kwa imani inawezekana. Sifundishi somo la imani, lakini nafundisha maombi yaliyochangamana na imani kwa Mkristo ambaye ameokoka na amejazwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba chochote utakachouliza hapa duniani, Mungu wa mbinguni atakupatia utakapoomba kwa imani kupitia kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Waefeso 6:18. Ephesians chapter number 6. Waefeso mlango wa 6 mstari wa 18. Biblia inasema kwamba katika mstari wa 18, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. 18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Tukisali katika Roho, kuomba bila kukoma. Usiombe ukachoka njiani kwa sababu umeona majibu yamechelewa. Wakati unapotaka kuchoka, hapo ndipo majibu yako yamekaribia. Na hapo wakati unapochoka, unachelewesha. Shetani ana uwezo wa kuchelewesha ndoto zako, lakini hana uwezo wa kuzichukua. Na mara nyingi tunazichelewesha ndoto zetu sisi wenyewe. Kwa sababu gani? Tunaomba kweli kwa bidii. Tunaomba kwa bidii, lakini inafika mahali tunachoka. Lakini Biblia inatuambia kwamba tuombe bila kukoma. Lakini si kuomba bila kukoma tu, lakini kuomba kwa Roho. Kumbe tunaweza omba lakini hatuombi kwa Roho. Kumbe tunaweza funga lakini kumbe hatufungi kwa Roho. Tunafunga kufurahisha watu. Tunafunga ili mtumishi wa Mungu atuone. Tunafunga ili tuonekane tunaomba, lakini ukweli ni kwamba hatuombi kwa Roho. Lakini wakati tunapoomba kwa Roho, Yesu anasisitiza sema kwamba lakini tukiomba kwa Roho. Tena anasisitiza bila kufanya nini? Bila kukoma. Mungu wa mbinguni atasikia. Kumbe kama Wakristo tunaweza kuwa tunaomba lakini hatuombi kwa Roho. Kumbe ninaweza kuwa ninaomba hapa ili watu wajue kwamba mimi ni muombezi. Kumbe ninaweza kuwa nasimama hapa watu wakijua kwamba ninaomba sana, lakini kumbe sioni kwa Roho. Tunahitaji kuomba kwa Roho. Wakati unapoomba kwa Roho, hapo ndio tofauti inaonekana. Tofauti inaonekana wapi? Hapo sasa Mungu anakufungua. Kwa sababu umeomba kwa Roho, sasa naye Mungu anakufungua katika macho ya rohoni. Anakuonyesha kuna adui huyu hapa anajipanga. Pale kuna giza mbele yako, usipitie njia hii. Kuna mtu anajipanga kinyume chako. Kuna mtu anapanga uovu. Kwa sababu gani? Umeomba kwa Roho. Na umeomba bila kukoma. Umemwambia Mungu, ni kweli wamejipanga, lakini neno lako limesema kwamba wewe Mungu unayejibu kwa moto. Sasa wajibu wajue kwamba wewe ni Mungu moto ulao. Na hapo Mungu anashusha moto wake, na hapo ndipo anaharibu kila giza, kila chochote, kila ufalme ambao uliinuliwa kinyume na wewe na kinyume na chochote ambacho umekuwa ukiombea, kinasambaratika kwa sababu umegundua kwamba Mungu ni moto ulao. Na Mungu yuko kushuka kudhibitisha neno lake. Nikaona mwambia mtu mmoja, kuwa makini sana unapoimba Mungu ni moto ulao. Wakristo tunapenda kuimba Mungu ni moto ulao, lakini ukweli ni kwamba hatujui Mungu ni moto ulao kwa namna gani. Wakati unapojua Mungu ni moto ulao, utaangalia njia zako. Utatambua kama Mungu moto ulao, lazima ujue unatembea vipi. Nikaona mfundisha mtu mmoja. Nikaona mwambia, alikuwa anasema kwamba nataka kujua dangerous prayer nini. Nikaona mwambia kwamba maombi mazuri, unataka kujua neno mzuri, lakini je, uko tayari kujua? Akasema niko tayari. Wakati unapomwambia Mungu, wacha maadui zangu wawe si kama si kitu, wacha wasambaratike, wacha wakawe kama upepo. Hilo neno linakala kawaida sana, lakini hilo neno lina nguvu. Lakini wakati unapomwambia Mungu na wawe kama si kitu, na wawe kama makapi. Je, umeangalia njia zako na Mungu? Je, umeangalia mienendo yako na Mungu inampendeza? Unatembea katika njia za sawa? Ndio Mungu awafanye adui zako kuwa si kitu. Maana hata wewe unaweza kuwa si kitu mbele za Mungu, kwa sababu njia zako hazimpendezi Mungu.
Unaweza kuwa unatafuta uso wa Mungu ukiomba usiku na mchana, lakini matendo yako yanamkataa Mungu. Yanasema kwamba wewe si Mkristo na unataka Mungu asuke, Mungu aonekane kama moto ulao. Utakuramba hata wewe, utakuwa kama si kitu. Hata wewe Mkristo unaitanishwa na jina la Mungu, unaitanishwa na jina la Bwana, lazima uangalie kile unachoomba. Licha kwamba unaomba kwa imani, lakini pia angalia vile unavyotembea. Kuna mambo Mungu hata yaruhusu yafanyike katika maisha yako kama utatembea katika giza. Itakuwa kama story. Na ndio maana unaona watu kesho wanakuja kanisani, wengine wanakuja kuombea, wengine wanaona kwa uombezi. Kwa sababu gani? Wanahitaji magic. Wanafikiri kwamba watumishi wa Mungu ni waganga. Wanahitaji kuona vitu ambazo vya ajabu ajabu ambavyo vifanyika. Wanamwacha Mungu, kesho wanaruka pale, wanaenda pale. Kwa sababu gani? Hawajajijua wao ni kina nani. Hawajajua nguvu iliyo ndani yao watakapomwamini huyu Kristo na kuwa na imani yule Mungu ambaye unayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tukawe watu tofauti. Lazima tukawe watu ambao ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunaambiwa kwamba kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Tukikesha katika kuomba na kuwaombea watumishi wa Mungu. Katika maombi tunaamrishwa tuwaombee watumishi wa Mungu. Mara nyingi hawasemi tuwaombee kwa sababu tunawaamini, lakini ukweli ni kwamba ili wasimame na wasonge mbele wanahitaji maombi yetu, ili Mungu awahudumie vizuri na wasimame katika madhabahu yake na tuone mambo ya ajabu Mungu akiyafanya. Tunahitaji kuwaombea, tukiwaombea watakatifu wake ambaye ni watumishi wa Mungu, makuhani ambayo Mungu amewaweka hapa kwa sababu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tuone change, lazima wewe mwenyewe ukubali kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo yatakuwa ya kawaida katika maisha yako kama hutatambua nguvu iliyo ndani yako. Kuna mambo yatakuwa ya kawaida. Ni kweli umeokoka na unatembea, tunajua kwamba tumeokoka, lakini ukweli ni kwamba miaka nenda miaka rudi uko pale. Hauwezi shuhudia matendo makuu ya Mungu kwa sababu hujajua nguvu iliyo ndani yako. Lakini the moment unagundua wewe ni nani katika ulimwengu wa roho, the moment unajua kwamba kuna kitu ndani yangu ambacho si cha kawaida, kuna mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yangu, hautasumbuliwa na mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaamka na utaomba na utamwambia Mungu katika jina la Yesu, ninajua wewe Mungu ni moto ulao. Ninajua kwamba wamenizingira, lakini kwa sababu neno lako ni moto ulao, Bwana shuka, waaibishe, wafedheheshe, wafanye kwa kitu. Na mbele zako Bwana na nyenyekea. Utaona nguvu ya Mungu ikitenda kazi katika maisha yako, na maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Hapo ndipo uta experience nguvu ya Mungu katika maisha yako. Hapo ndipo utaambia watu mambo ya ajabu, watashangaa na watashindwa na kukuelewa. Kwa sababu gani? Unajua mamlaka yaliyo ndani yako. Si kwamba watu wengine wameumbwa spiria. Hapana, ni binadamu kama wewe. Tukisoma historia ya Elia, Biblia inasema kwamba alikuwa ni mtu kama mimi na wewe. Alikuwa anakula vile wewe unakula, alikuwa anakunywa maji vile, alikuwa anakasirika vile unakasirika, lakini alipoomba kwa imani. Najua Elia hakuamka asubuhi akaomba tu na mvua ikanyesha ama mvua ikakwama. Aliomba kwa imani, aliomba bila kukoma, na finally Mungu akajibu. Mvua ikakatika kwa miaka 3.5. Na kwa sababu alijua ile imani aliyonayo na nguvu iliyo ndani yake, aliomba tena kwa imani kwa miaka 3.5. Akasema sasa wakati umefika niingie kwa magoti, na akaomba kwa miaka 3.5. Mvua ikanyesha na Mungu akajidhihirisha. Biblia inasema kwamba hajabadilika, ndiye Mungu tunayemwabudu leo. Lakini mambo haya yamekuwa story kwetu. Kwa sababu gani? Hatuna imani na neno la Mungu, hatuna imani na watumishi wa Mungu, hatuna imani na nguvu iliyo ndani ya Kristo. Hatuna sahau nguvu ya Kristo katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Wakorintho wa pili, 2 Corinthians chapter 10. Wakorintho wa pili. Nataka tuamini nguvu iliyo katika maombi ya Mkristo, ili unapoomba uombe kwa imani, ujue Mungu ni nani katika maisha yako, mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yako. Usiombe ukiogopa, usiombe na wasiwasi. Kuna mamlaka Mungu ameweka ndani yako, kuna nguvu ambayo si ya kawaida. Unapoomba kwa imani mambo yanatendeka. Na ndio maana kwa wengine hii inakuwa story.
unajua mnapoteza wakati, kwa sababu hajui. Yeye yuko hapo ameketi, lakini hajajua. Yeye anaona tu amekuja kwa ibada. Lakini wakati unapojua kwamba umeketi hapa, umekuja kucharge, umekuja kuchukua nguvu ya Mungu upya, ili kwamba ukapate nguvu ya kupambana na adui. Umekuja kurecharge tena, ukapate nguvu ya kupambana na watesi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorintho wa pili, mlango wa 10. Amen. 2 Corinthians chapter number 10 verse 4. Biblia inasema kwamba, Wakorintho wa pili chapter 10 verse 4. Biblia inasema hivi. Wacha nianzie mstari wa 3 ili ieleweke vizuri. Wacha nianzie mstari wa 2. Naam, naomba kwamba nikiwapo nisiwe na ujasiri kwa udhabiti ambao nahesabu kuwa nao juu ya wale wanaodhania ya kuwa sisi tunaenenda kwa jinsi ya mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Hatuendi kwa jinsi ya mwili, lakini tunaenda kwa jinsi ya Roho. Maana tuna uweza wa kuangusha ngome na falme za giza. Wakati unapotembea kwa macho haya, utapigana na ndugu yako, hata rafiki yako, maana utamuona kuwa adui. Lakini kwa sababu hatuendi kwa mwili, Paulo anasema kwamba kwa sababu hiyo hatuendi kwa jinsi ya mwili huu, lakini tunaenda kwa jinsi ya Roho, kupigana na ngome. Yale mambo ambayo yamekushikilia katika maisha yako, yale mambo ambayo yametushikilia kwa miaka mingi, tumeomba lakini hatujaona majibu. Wakati unapo realize kilicho ndani yako, wakati unapogundua nguvu iliyo ndani yako, ndani ya Kristo, utaomba jambo lolote kwa imani, utavunja, utabomoa, utaharibu na utaangamiza, na utaona ushindi wa Mungu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachohitajika kutambua ni uweza ulio ndani yako. Uweza ulio ndani yako ni kuomba kwa bidii, lakini katika bidii lazima uwe na imani, ili uone impact kwa kile chochote ambacho unachokiombea. Wakristo wengi tunakosa imani, na ndio maana tunakuwa watu wa kawaida. Hata pale nje tunadharauliwa. Kwa sababu gani? Hatuna tofauti na wapagani, hatuna tofauti na wasiomjua Mungu, kwa sababu hatujielewi. Lakini the moment unapojijua wewe ni nani, hata kinywa chako kiangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwamba maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uweza katika Mungu hata kuangusha ngome. Hatupigani katika hali hii ya kawaida, lakini ukijua mamlaka ambayo Mungu ameweka ndani yako, ile nguvu iliyo ndani yako, una uwezo wa kuteremsha falme zenye nguvu. Kuta ambazo zilionekana hazitabomoka, una uwezo wa kuzibomoa. Yeriko haikubomolewa na vyuma ama na watu wenye nguvu, lakini kupitia kwa sifa na maabudu, Yeriko ilianguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni ukuta gani ambao umesimama mbele yako, ambao umeona kwamba haitawezekana? Asubuhi ya leo, omba kwa imani, liamini neno la Mungu, then uone nguvu ya Mungu inavyotenda kazi katika maisha yako. Na hapo ndipo utashuhudia ukisema kwamba nilijaribu, nilionja, nami nikaona kweli Yesu ni mwema. Amen. Hatupigani kwa jinsi ya mwili, lakini tumepewa uweza, tumepewa nguvu, tumepewa na mamlaka. Mambo mengine haya hayawezekani tukiwa tunaangalia tu kawaida. Lazima tuombe kwa imani, lakini katika kuwa na imani lazima tuliamini neno la Mungu. Wakati unapoenda katika kiti cha enzi cha Mungu, wakati unapoita uwepo wa Mungu, unajinyenyekeza mbele za Bwana, unavunjika mbele za Mungu. Wakati unapovunjika, Mungu anashuka, kwa sababu ameona mtumishi wangu huyu amejishusha, ameshusha kiburi chake, ameondoa mapambo yake, yale ambayo anaona ni ya muhimu ameyaweka chini. Ametambua kwamba mimi ndio mtakatifu peke yake, mimi peke yake ndio nastahili kuabudiwa, na Mungu yuko tayari kufanya kitu ambacho kitakuwa ni ushuhuda hata kwa wengine, watasema ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati nilipokuwa kifungoni, wakati mambo yalipobadilika, Mungu aliponifungulia milango, nakumbuka askari mmoja aliniambia, rafiki yangu, umeona fulani amefungwa miaka 70 sasa,
Wewe ngojea tu, utafungwa mingi lakini at least 35. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli nilipofika pale kiongozi wa mashtaka akasema naomba huyo kijana afungwe miaka 35 so that itakuwa vizuri. Atatoka akiwa mzee. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikafuata mchungaji nikamwambia mchungaji, hayo maneno yamenikatisha tamaa. Akaniambia si unaomba kuwa na imani. Ni maneno ambayo hayajawahi nitoka. Aliambia kuwa na imani. Jua kwamba Mungu atakufungulia milango. Na kweli nilipofika mambo yakabadilika. Si miaka ile 35 nikaambiwa milango imefunguka. Kuomba kwa imani. Mambo mengine yanakuwa kama ya kawaida, lakini wakati unapomtafuta Mungu kwa bidii, wakati unapoomba kwa imani, mambo haya hayatakuwa ya kawaida tena. Utakuwa ushuhuda kwa wengine na watu watamtukuza Mungu. Na hapo Mungu anaonekana ndani yako, na hapo Mungu anachukua utukufu na anadhihirika kwamba wewe ni Mungu moto ulao. Si moto ulao kwa mdomo, lakini moto unaoonekana na unasuka, unaharibu chochote ambacho ni cha giza katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Naomba tufungue nikimalizia tu kitabu cha John chapter number 15. Yohana mlango wa 15. John chapter number 15 verse number 7. Biblia inasema kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo nanyi mtatendewa. Tukikaa ndani ya Kristo, kumbe tunazaomba lakini tusikae pale. Kumbe tunazaomba tukiamini tuko katika uwepo wa Mungu, kumbe tuliondoka kitambo. Na wakati Mungu anataka kuachilia majibu anakuta hakuna mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe tunapoomba tunaambia tukae ndani ya Kristo. Yaani tunapofunga na kuomba tukitafuta uso wa Mungu, tunapokaribia kiti cha rehema cha Mungu, tukae hapo. Tukae katika uwepo wa Mungu. Wakati Mungu anaposhuka, wakati malaika wa Bwana wanaposhuka ili wakutane na haja ya moyo wako, wanakupata uko tayari. Anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba wakati unapoomba, si kupiga magoti mahali ubaki pale pale. Hapana, ukae katika line ya Mungu. Ujialign katika mpango wa Mungu. Ukae pale katika uwepo wa Mungu, ili Mungu anaposhuka, ili Mungu anapoachilia malaika zake, wakupate ukiwa tayari kupokea zile baraka. Na ndio maana tunaomba kweli, tunafunga. Nasisitiza sana hilo. Lakini wakati tunapoomba, hatukai katika uwepo wa Mungu. Na ndio maana tumemzoea Mungu, tunaona Mungu wa kawaida. Na ndio maana unakuta leo tunaombewa jambo hili, kesho hilo, kesho lile, kesho hilo. Hakuna tofauti. Kwa sababu gani? Ni kweli tunaomba, hatuna imani, na pia tumeshindwa kukaa katika uwepo wa Mungu. So tunapoomba lazima tukae hapo, ili nguvu ya Mungu inaposhuka ikupate tayari umepondeka, ikukute tayari umevunjika, ikupate tayari umenyenyekea. Kiburi kinaondoka wakati uwepo wa Mungu unaposhuka. Hata uzuri wako utauona si kitu, hata yale mavazi umevaa utayaona si kitu. Hapo ndipo unaanguka, unavunjika, watu wanakushangaa, hawakuelewi. Kumbe umevunjwa. Uwepo wa Mungu umeshuka kwa sababu uko pale unamongojea Bwana. Unamwambia Bwana, niko hapa, nitumie kama vile unavyopenda. Na Mungu yuko pale kulithibitisha neno lake. Neno moja nalipenda kesho na kesho kutwa. Daudi anasema kwamba Mungu mwenyewe ameikuza ahadi yake kuliko jina lake. Yaani kuna mambo Mungu ameahidi atafanya hata kama itachukua muda gani. Yuko pale kulithibitisha andiko ambalo Mungu alisema kwamba mimi Mungu si mtu niseme uongo, tena mimi Mungu si mwanadamu nikajutia nilichokuambia. Nimesema nitakubariki, nimesema nitakuponya. Hayo mahangaiko unayoyaona, nimesema ni mwisho. Hebu kaa katika uwepo wa Mungu, uexperience uwepo wa Mungu na ushuhudie yale Mungu atakayofanya katika maisha yako. Hebu tujaribu kuonja huyu Mungu. Unajua saa nyingine mambo mengine ya Mungu yanakaa kama kawaida, lakini utakapojua kilicho ndani yako, utakapojua nguvu ya Mungu inavyoweza kutenda kazi ndani yako, ndugu yangu, hautakuwa wa kawaida. Hautakuwa wa kawaida, maana utasema jambo na litakuwa. Utaomba na mambo yatakuwa. Utasema liwe na linakuwa. Kwa sababu gani? Iko nguvu ambayo si ya kawaida ndani yako. Uwepo wa Mungu uko ndani yako. Uwezo wa Mungu uko ndani yako. Anointing ya Mungu ina overflow juu yako. Utasema jambo. Utasema popo mtoke mtu na ataondoka. Na utaamrisha atasimama na atatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama yule akasema nitaenda mwenyewe.
licha kwamba nimesikia, lakini nitaenda mwenyewe. Imani aliyokuwa nayo. Kanisa la leo tunahitaji imani ndani ya Kristo. Na kanisa la leo tunahitaji kuomba kwa imani ili tuone nguvu ya Mungu. Tunasoma hapa, tunaambiwa kwamba the year of new beginning. Mambo haya hayawezekani tusipokuwa na imani. Urejesho huu hautakuwa kama hatutakuwa na imani na lile andiko na yale ambayo Mungu amemtumia mtumishi wake katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tutakapoomba kwa imani, tuendelee kuomba tena kwa roho, alafu tukae katika uwepo wa Bwana, hapo ndipo tutaona nguvu ya Mungu na tutasema ni Mungu aliyetenda haya. Amen. Tusimame.